watching Powerwave Media, God above all. What is the solution of this? Unataka kupata haraka solution ya hiyo kitu haraka. Kumbe Mungu anataka aenende na wewe akikupanga. Ambia mwenzako ngoja upango na Mungu. Wacha hiyo mbio. Bwana asifiwe sana. Amina. Hallelujah. Amen. Imani si kwa kuona. Bwana asifiwe sana. Imani si kwa kuona. Imani ni yale mambo. I was thinking of this last week, nimeota sana sijawahi yote. Bwana asifiwe sana. Kumbe nikaona katika ulimwengu katika maisha haya kuna ulimwengu mwingine, Bwana asifiwe sana, ambao unapitishiwa Mungu akutayarishie. Bwana asifiwe sana. Mungu akutayarishe. Kuna ulimwengu mwingine wa ndoto Mungu anaweza kukupatia, ndio akulainishe, akusaidie, akuonyeshe njia, akupee, Bwana asifiwe sana, mwelekeo. Kwa sababu life is very spiritual. Bwana asifiwe sana. Mungu akitaka kuongea na wewe anaweza ongea na wewe kupitia kwa ndoto. And that is so sweet. Bwana asifiwe sana. Inakuwa bora sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ukiota usianze kukemea ndoto. Hata kama ni mbaya, Mungu anataka kukufunza kitu kupitia hapo. Bwana asifiwe sana. Kuna jambo Mungu anataka kutenda na maisha yako, usichukulie tu upuuze. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Mungu haendangi na macho ya mwanadamu. Bwana asifiwe sana. Amina. In the book of 2 Corinthians 5:7. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili 5 pale mstari wa 7 inasema hivi: maana twaenenda kwa imani si kwa kuona. Maana tunaenenda kwa imani si kwa kuona. Bwana asifiwe sana. Amen. Haya macho yanatukazia ama yanatupimia kuona mapenzi ya Mungu. Haya macho ya mwanadamu yanatuweka katika hali ya kuweka wasiwasi kwa Mungu. Ate unaanza kusema ai, na Mungu huyo tu umembariki na mimi. Yaani unataka kusikiza Mungu vizuri, unataka kungoja Mungu vizuri. Bwana asifiwe sana. Wewe ukiona kitu tu unainuka tu. Bwana asifiwe sana. Amen. Tuendelee. Mstari wa 8 inasema, lakini tuna moyo mkuu, nasi tunaona ni afadhali kutokuwamo katika mwili na kukaa pamoja na Bwana. Amen. Haya, Bwana asifiwe sana. Amina. Nilikuwa nataka kusema nini? Wakati mwingi
sisi kama wanadamu, na hatutatoka kuwa wanadamu, Bwana asifiwe sana. Ni vizuri kama waumini ama tunayeamini mwenye nguvu zote, Bwana asifiwe sana, ama mwenye uwezo wote, kutiisha macho yetu ama focus, Bwana asifiwe sana. Amina. Let us use that focus, Bwana asifiwe sana. Our focus, tuweke yani lengo letu kwa Mungu, Bwana asifiwe sana. Kwamba hata wakati unaona ni kama mambo are not happening the way you want, engemesha mambo yako kwa Mungu. Lainisha mambo yako kwa Mungu. Sema, na wewe Mungu uliahidi moyo wangu, na wewe Mungu ulinionyesha haya maono, bado naweka imani yangu kwako. Bwana asifiwe sana. Jambo la pili, kujenga uvumilivu na kumngoja Bwana. Bwana asifiwe sana. Amen. Unajenga ndani yako uvumilivu. You build patience in you. Bwana asifiwe sana. Amen. Unakuwa mtulivu, si ule unapata jambo ama jambo linatokelezea unainukia jambo bila kumhusisha Mungu. Bwana asifiwe sana. Ama bila kumuuliza Mungu, unataka jambo hili nilifanye namna gani? Bwana asifiwe sana. Kujenga uvumilivu. Bwana asifiwe sana. This is hard to human being. Bwana asifiwe sana. Amina. Yaani kujenga uvumilivu si jambo rahisi hivyo unafikiria. Kwa sababu kuna wakati sahihi wa Mungu. Na huo wakati sahihi wa Mungu unaweza kwanza kuendanisha na wako. Kwa sababu wako, hata nikuonyesha mahali zinapitana. Kwa sababu uvumilivu wako unaangalia competition ile imekusanywa. Bwana asifiwe sana. Unakaa hivi unaona mimi sasa amejenga ghorofa, unatamani hata mimi nataka kujenga ghorofa. Bwana asifiwe sana. Unaangalia hivi unaona fulani amefanya jambo fulani, unatamani tu ufanye kama yeye. Wacha nikwambie siku ya leo, kila mtu amewekewa baraka zake. Pata amani na ulainishe mambo yako na Mungu akupatie design ya maisha yako. Usishangae. Bwana asifiwe sana. Amina. Kila mtu, wacha nikusahihishe saa hii na nikwambie saa hii. Hata ukiona mtu fulani amenunua gari fulani inakaa kitu fulani, Bwana asifiwe sana. Ama model fulani, hiyo gari yake isimamishwe pale. Uende yako ununue yako usimamishe pale. Zunguka hiyo gari utapata tofauti. Bwana asifiwe sana. Amen. Utapata kuna mahali kuna tofauti. Hata gari ikiwa ni model moja na type moja, Bwana asifiwe sana. Amina. Utapata kuna tofauti. Ili kukufunza nini? Ili kunifunza ya kwamba maisha yangu mbele ya Mungu ni binafsi. Na nikitaka kubarikiwa na nienende katika njia za kubarikiwa na Mungu wangu, nilishika barabara yangu na ya baraka zangu. Amen. Haleluya. Amina. Hapa ndio Wakristo wengi ufeli ama tunafeli. Kwa sababu tunataka tuende zote pamoja. Naye Mungu si wa aina hiyo. Mungu ni tupande foleni tukimfuata, wala sikwe sana. Amina. Yeye wewe ukipata yako unakaa, mwingine anapata baraka anakaa, mwingine yake tunaenda na kila mtu ana portion kwa Mungu. Hata nikwambie. Wacha nikwambie jambo moja, usiwahi kuwa na wivu na jirani yako, na portion kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Amina. Maliza wivu ndani yako, kwa sababu wewe unataka kubarikiwa na portion yako. Wachia mwenzako abarikiwe na baraka yake. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Twende Isaya 40. Tanda haraka pai saa 7 na ngapi? Saa 7 na ngapi ni malipo? Nini saa 7 na ngapi ile nitamaliza? Nataka kuangalia saa leo. Saa 7:40. Sawa. Mungu atanisaidia. Bwana asifiwe sana. Isaya 40:30. Isaya 40, chapter 40 verse 30 inasema hivi: hata vijana watazimia
na kuchoka. Yes. Na wanaume vijana wataanguka. Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa bawa kama tai. Yes. Watapiga mbio wala hawatachoka. Amen. Yes. Nataka kusema nini? Hapo umeletea mfano wa vijana. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu vijana ya energetic. Bwana asifiwe sana. Ili uonyeshwe hii ni mfano wa Mungu vile anaweza fanya. Bwana asifiwe sana. Ili kumaanisha nini? Wakati wowote ukiuliza Mungu akupatie patience ama kumngoja, ataendelea kukutia nguvu. Kuna jambo unaweza kuwa unaaminia Mungu unavunjika roho, lakini ukienda kupiga magoti uombe Mungu akupea mwelekeo, anakuuisha na anakupea nguvu. Kuna example napeanga watu sana. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. Kwa sababu ni matendo yake. Mimi I had a passion wakati nilikuja hapo. Bwana asifiwe sana. Na nikasema sitarudi kule kwa sababu hata nikirudi kule kuna mambo mengine unaambianga Mungu. Hata nikirudi kule naweza tafuta kazi haraka ni connect na rafiki nipate kazi. Lakini Mungu akaniambia tulia. Bwana asifiwe sana. Na wakati wote tulipokuwa tunachimba mtaro, I was working like nobody's business. Bwana asifiwe sana. Na sikujisifu. Wale walikuwa wananijua vizuri na wale tulikuwa na wao kwa ground. Hata mwenye kuchimbiwa alikuwa na credit hapo. Bwana asifiwe sana. Na nilipokuwa nafanya hiyo yote, nilikuwa nasikia sauti not yet. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu sikuwa nataka kujiongoza sana. Bwana asifiwe sana. Mungu unaona kama umechakaa mpaka watu wengine Nairobi nilikuwa saa nyingine natuma picha. Mimi niko hapa tu. Peter, is it you? Ni wewe. Bwana asifiwe sana. Hii ni kumaanisha nini? Kwa mwanadamu hataelewa. Wakati wowote unapitia jambo usikimbizana na kutoka kwa hiyo jambo. Endelea kutafuta mapenzi ya Mungu kuhusu kutoka hiyo jambo. Bwana asifiwe sana. Na huyo Mungu alikuwa anatia moyo wangu. Kwanza nilipokuwa nakaa chini ndio nikule lunch na nikunywe maji. Nilikuwa nasikia nimeongezewa nguvu nyingine mpaka nashangaa what is happening. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Hivi ni kumaanisha Mungu anakuwa na sababu, na wakati wote unaenda karibu na anakutia nguvu. Ukienda karibu na yeye anakutia nguvu. Anakuonyesha this is the way follow. Na ndani yako unapata amani. Bwana asifiwe sana. Katika kuna kungoja unapata amani, unapata nguvu. Watu wanaweza kuwa waelewi. Bwana asifiwe sana. Watu wanaweza kukuongelelea. Usifungie hiyo. Bwana asifiwe sana. Wacha watu waongee, wamalize. Bwana asifiwe sana. Kuna kitu kimoja nimeelimishwa na Mungu kwamba wakati watu wanaongea story, usiwahi angalia watu. Bwana asifiwe sana. Huyo ni Mungu anataka akusaidie kuelewa mapenzi yake ni gani. Unaweza kwanza kuona. Bwana asifiwe sana. Useme unajua kimwanadamu utazara jengo hili nitajilipishia, wacha nirudishe. Unapanga maneno hata wewe unatafuta yako, unarusha hapo, unajifanya kuwa hauna imani na Mungu wako. Bwana asifiwe sana. Amina. Bwana asifiwe sana. Amina. Hebu uliza mwenzako, wewe wakati unasikia maneno ni kama inakulenga unafanya nini? Wakati maneno yanakulenga unafanya nini? Siungojee jibu. Ngoja akujibu. Wakati unarudishiwa maneno yanafunja moyo wako unafanya nini? Bwana asifiwe sana. Amina. Mungu upenda hata wakati huo ujiulize Mungu nataka nini na hili jambo. Yaani wewe una standard. Bwana asifiwe sana. Wewe unainua kiwango. Haleluya. Wewe unajiweka mahali tofauti na watu vile watu wanakuzoea. Bwana asifiwe sana. Ndio, wameongea hiyo tu. Hiyo, yani hiyo tu.
Mungu ni asante, nasonga mbele na wewe. Bwana asifiwe sana. Mungu ni asante kwa sababu unatengeneza ushuhuda. Hadi kamedhoofika mpaka akaelewa. Mungu ni asante kwa sababu wewe unatengeneza ushuhuda ndani ya maisha yangu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na hatua kwa hili lingine utakuja kujipata anauliza nani na ule ndio ule. Unajua bado wanadamu wanapendeka pale mwisho. Pale mwisho ndio wanapenda. Na ule ndio ule. Kweli Bwana asifiwe sana. Amina. Amefika hapo aje? Bwana asifiwe sana. Naombea moyo wako uinuliwe kiwango ya yaani upande hauko level moja. Hata mtu akiongea maneno you are not listening to that, you are pushing forward. Bwana asifiwe sana. Tuinuliwe kiwango ya kwamba unamngojea Mungu na njia tofauti. Sio ile mwanadamu akikwambia kitu unavunjika roho unakosa kupitia hiyo njia ndio asikuone. Bwana asifiwe sana. Amina. Hati ukisikia fulani alikuwa anakuongelea, alikuwa anasema usinene pita hapo, kesho yake kwanza kifua ikiwa mbele. Amina. Bwana asifiwe sana. Amina. Unajua acha nikwambie, kuna vitisho vingine zinakunyima njia na kumbe hiyo njia ndio ya kutokelezea. Bwana asifiwe sana. Amina. Unaekewa sengene ndio usipitie hapo, kumbe shetani anajua hiyo ndio njia ya kubarikiwa. Bwana asifiwe sana. Kesho yake unapita na unasema hapa ndio njia iko. Bwana asifiwe sana. Yule alikuwa anakuongelea wacha akuangalie vizuri sasa. Akavute maneno ya kuongezea. Hayo ndio nikwambie. Kwanza ikoroge iongezeke. Bwana asifiwe sana. Amina. Yeke chumvi sasa iongezeke. Bwana asifiwe sana. Iposa itengeneze ushuhuda apiti. Bwana asifiwe sana. Amina. Ambia mwenzako hatutishi sasa. Tunaenda mbali. Hatutishi. Haleluya. Amina. Mimi wacha nikwambie, hata uongee, hata unaweza ongea, lakini kweli ni sawa. Mimi nikikaa, unajua mimi nitakaa chini peke yangu. Nataka kuwafunza hii design. Ukisikia maneno yanaongelelewa kukuhusu, enda ukae chini peke yako. Ukiona ni negative yote hakuna ukweli, ambia Mungu ni asante. Naongelelewa hivi na ni uongo lakini unatengeneza ushuhuda ndani ya maisha yangu. Ukiona ka ukweli mahali rekebisha, Mungu anataka urekebishe. Amen. Na hiyo inaisha hivyo. Hiyo sio mtihani kubwa. Unarekebisha na tunasonga mbele. Kwani kuna mtu aliumba akiwa malaika? Hakuna. Wala sikue sana. Amina. Haleluya. Amen. Hakuna mtu aliumba ameshika sigara amekelea kwa mtu. Hakuna. Ukipatikana na watu wa kuongea ama watu wakianza kuvudundu na kuongea na uongo, ukienda mbele ya Mungu usikie ni kama inakwanga hivi, rekebisha. Amen. Kama ikwangi hivyo pia Mungu ni asante. Si unajua tuliacha na wewe, ukanisaidia nikawacha, nasonga mbele na wewe. Amina. Haleluya. Haleluya. This is wonderful. Kuridhika. Mungu anapenda turidhike. Bwana asifiwe sana. Amen. Ile kiwango iko, ridhika na hapo. Ambia Mungu hiyo ingine naendelea kufungua njia kwa ajili yake. Bwana asifiwe sana. Amen. Usitake kusikia chapati inanuka kwa jirani na wewe hauna unga, ungangane vile utapata unga, kumbe kuna mahitaji vile kama school fees. Wachana na chapu kwa hiyo siku. Chagua ikuwa yako ya hiyo siku. Bwana asifiwe sana. Amina. Mambo mengine tuache kulazimisha. Leo tutaongea mengi. Bwana asifiwe sana. Amina. Ridhika, hakuna unga ya chakula mafuta kwako. Siku hiyo tu. Nawaambia Mungu ni leo tu nimeridhika. Nimesikia imenuka vizuri nikatamani kupikia watoto. Lakini ni kwa leo tu. Amen. Kesho wewe unatengeneza njia. Amina. Bwana asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amen. Haya. Na hapo unaendelea kutengenezea Mungu nafasi ya kuelewa, huyu ananiaminia, huyu anatamani, huyu anataka nimfanyie. So unatengenezea Mungu. Unajua Mungu, wacha nikwambie, Mungu hakuna bosi ambaye atakangi kuona mfanyikazi wake anafanya vizuri. Akiona ukifanya vizuri anasema huyu naweza muongesha mshahara huyu.
huyu vile anafanya, yaani unavuta hiyo moyo wa Mungu karibu na wewe sasa. Ukifanya positive for the things, unaendelea kuvuta moyo wa Mungu karibu na wewe. Bwana asifiwe sana. Amina. Mungu anaendelea kuvuta concentration, aweka concentration yako kwake. Wako. Huyu mtoto wangu anaendelea kuniaminia. Bwana asifiwe sana. Amina. The other thing is uaminifu. Bwana asifiwe sana. Amen. Uaminifu. Kile chote umepewa uanga na uaminifu. Bwana asifiwe sana. Ukibarikiwa, fanya vile inafaa kufanya. Acha nikwambie. Unajua ikifika hapa nilikuwa naambia Mungu kitambo, mahubiri ya giving haifai kuwa mingi kwa kanisa Mungu, kwa sababu washirika wanaweza toroka. Acha nikwambie, nikiwa sasa pale tunafunzwa vile tunafaa kuanda kanisa. Bwana asifiwe sana. Lakini nikakutana na mtumishi mwingine akaniambia, wacha nikuambie, wakati unaweka watu mbali na matoleo, unawaweka mbali na kufanikishwa, kwa sababu sadaka na sadaka zao zinafanyanga kujifuta kwa Mungu, ndipo Mungu anaingia kwa mifuko yao. Akasema kweli. Yeye akaniambia, mimi kama mtumishi nafanya kazi, lakini nahakikishanga pesa yangu, kwa sababu nataka kumkaribisha Mungu katika mahitaji yangu. Amen. Mhubiri mwingine akasema hivi, alikuwa amefanya nionane hiyo. Akawa anasema, pesa yote imetolewa, wacha ifanye jambo fulani. Hata mimi niko sawa, sitaki niko na biashara zangu. Mtumishi akarudi ananiambia, nilikuwa nampea example sasa tudiscuss. Ananiambia, wacha nikwambie kitu kimoja. Wakati wowote unajinyima ukiwa mtumishi kutumia sadaka ya mshirika, unamnyima possession ya ile malipo anafaa kulipwa na Mungu. Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu you are kile alikuwa ananiambia hivi, na kweli nikaona ufunuo huu. Wakati huyo mtumishi anaomba mbele ya Mungu, anajinyima mambo mengi kwa sababu yako. This was not my preaching today. Bwana asifiwe sana. Sijui ni kwa nini nimekuja hivi. Wakati amejinyima usingizi kwa mambo yenu. Bwana asifiwe sana. So wakati atapata, nitaitaja aje? Wakati atapata a token, let me use that one. Wakati atapata token yako hivi, na aende mbele ya Mungu aseme, Mungu, huyu dada nilikuwa namuombea, ameleta hili jambo kwako, na ameleta hiki kipawa kwangu, mkumbuke. Inakuwa urahisi kufunguka kwa mbingu kwake. Kwa sababu kuna wakati huko umelete mtumishi alikuwa anaidasi kwa njia yako. That was by the way, na mimi sikuwa nimejipanga kwa hiyo, kwa sababu hiyo ni line sensitive. Hiyo ni line sensitive. Ukiunguza hapo unakuwa umeguza nia ya watu. Bwana asifiwe sana. Haya. Kusali. Wakati unamngojea Mungu, tumetoka kwa uvumilivu, unasali. Bwana asifiwe sana. Unatafuta wakati mzuri wako na Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu unataka kulainisha laini yako na Mungu ya kumtumainia na kumngoja. Unaweka laini yako na Mungu sasa. Unakuja kusali mbele ya Mungu in a private way. Bwana asifiwe sana. Amina. Tuko congregation hili, lakini umeamua ndani ya moyo wangu, mimi Mungu naenda kukutafuta kwa sababu na kuhitaji na kuaminia. Bwana asifiwe sana. Unaenda kusali mbele ya Mungu, unamwambia Mungu, naacha mbele yako, unanielewa. Unajua hakuna jambo njema kama kuenda mbele ya Mungu with an open spirit, open heart, vile anakuelewa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ingine ni kusoma neno. Bwana asifiwe sana. Ukisoma neno itaendelea Bwana asifiwe sana. Na sio neno mimi by the way I was weak. Kusoma neno in this way, nilikuwa napenda kusoma neno through the phone. Bwana asifiwe sana. Naendelea kurekebisha kupitia kwa Biblia vizuri. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu the word of God haita transform. Unajua
Biblia inaendelea kutransformiwa through the network ya mambo ya net. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Lakini the original Bible it will not be transformed. Bwana asifiwe. Alafu ukijifunza Biblia ukiwa na simu, wakati wote unasoma Biblia ya simu, unaweza pata message ama call ikudirect. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Wale tulikuwa tunasomea simu sana, nikiwa mmoja wao. Bwana asifiwe sana. Amina. Najifunza kuwa myself, si kuhubiri vile ati na kiburi mingi. Bwana asifiwe sana. Amina. Bwana asifiwe sana. Amina. Haleluya, haleluya. Isaiah 60:22. Niko karibu kumaliza. Hallelujah. Isaiah chapter 60 verse 22 inasema mdogo atakuwa elfu na mnyonge atakuwa taifa hodari. Mimi Bwana nitayahimiza hayo wakati wake. Haya. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Mdogo atakuwa mdogo atakuwa elfu. Mdogo atakuwa elfu Na mnyonge atakuwa taifa hodari. na mnyonge. Acha nikueleze hapo. Haleluya. Tujenge kanisa hapa. Bwana asifiwe sana. Na ninafurahishwa na hiyo design tulikuwa naomba inaoida. Tulikuwa tunaitisha kila kitu specific. Si miti iletwe. Mungu ulete mbao. Mungu ulete chuma, mabati. I like that. Bwana asifiwe sana. Wakati unazifanya hivyo unaonanga Mungu anaweza fanya zikifanyika. Amina. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu anaendelea kuzikutana anazilete wewe tu. Ulikuwa umeamini kuna inatendeka. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ikatolewa unabii zote kwanza zimetosha na zimefika. Na ikabadilika na hakuna tena kitu iko na ni asante Mungu. Bwana asifiwe sana. Hii mambo madogo wacheni atufunze mambo makuu mbele. Bwana asifiwe sana. Haya mambo madogo unaona Mungu akifanya yanakuanga yanatatarisha moyo wako uchukue hatua zingine. Ukuwa na imani nyingine. Bwana asifiwe sana. Bora unaenenda na imani ndani ya Kristo. Bwana asifiwe sana. Hii ni kukuambia nini? Moyo wako saa yote uweke tayari kuhudumiwa na Mungu kuliko mwanadamu. Bwana asifiwe sana. Wakati unaona mwanadamu ni kama anaguzaguza moyo wako, ondoka. Kaa karibu na mwenye uwezo wa kukufanyia mambo. Amen. Bwana asifiwe sana. Kaa karibu na mwenye anaweza uta jambo kutoka chini mpaka juu. Mwenye anaweza fanya mambo yote yafanyike ili wewe ukue tofauti. Bwana asifiwe sana. Unajua mwanadamu hata akisema for example, mimi nashangaanga hii. Acha niongelele ikiwa hapo. Bwana asifiwe sana. Nashangaanga na hili ya kwamba wakati unapata watu wako kwa mazishi, unasikia watu wanaahidi na tutasimama na huyu. Hivi kuna kitu moja najiuliza, na ukisema hivyo ni mazishi ngapi utaenda uahidi hizo vitu zote? Utaenda kweli? Mama mjane ameachwa akakumbuka hata kutoka kidogo. Tutasimama na watu wa familia sana hiyo. Tutasimama na yeye hata kosa kitu ni bora niko. Unapata huyo mama ya miezi mbili imefika na mama hana hata unga. Na huyo mzee anapitia hapo. Alikuwa na promise juu ati ni brother yake maybe ameacha watoto wake. Bwana asifiwe sana. Nataka kusema hivi. Mwanadamu si kama namna hiyo. Bwana asifiwe sana. Mungu wetu si kama namna hiyo. Bwana asifiwe sana. Mwanadamu ni limited. Hadi zake zinafika kikomo tu. Anapata kitu kadogo kanamkwaza, anaacha hiyo njia yako. Bwana asifiwe sana. Anakuenda na hii hali anaona namsaidia hata nimefika mwisho na anasikia amenichokesha. Huyo ni mwanadamu. Hata akuwe bilionea itafika tu mahali asema hata aanze kukutafutia kama kosa, anasema naanza kuwa na kiburi hata yeye.
changa hivi. Wala asifiwe sana. But you know a promise is a promise. Wala asifiwe sana. Bwana huyu Mungu mkuu kwamba hajawahi ahidi na akakosa kutenda. So situenende na maandiko yake yale yanasema mdogo atakuwa helpful. Amen. Bwana asifiwe sana. Wewe ukiwa hapo unasema mimi wanipuuze kwa sasa lakini wanipatie tu muda. Kwa sababu I will be another person tomorrow. Bwana asifiwe sana. Tengeneza njia. Bwana asifiwe sana. Ndiposa Mungu apate kutembelea maisha yako sawa sawa. Bwana asifiwe sana. Mungu alikuwa ananifunulia wakati wote kama sisi zote tunaweza chukua nafasi kama hii ya kutengenezea Mungu mapito. Bwana asifiwe sana. Yaani Mungu apatake tuko sawa. Hata ile kujifananisha tunajifananisha, tutakutania pale mbele kila mtu akiwa amebarikiwa kivyake. Bwana asifiwe sana. Na itakuwa ni baraka. Bwana asifiwe sana. So wewe kwa upande wako, Bwana asifiwe sana, kwa laini yako, kaa laini yako ukiwa umemwaminia Mungu. Mimi nikaa laini yangu nikiwa namwaminia Mungu. Sote tusonge mbele tukiwa tunamwaminia Mungu. And you will see what God can do. Bwana asifiwe sana. Tusimame. Hallelujah. Hapa ni kuombea mioyo yetu ielewe Mungu vizuri. Bwana asifiwe sana. Usitunishwe na mambo yale yamekusana. Usione ni kama wengine wako mbele sana. Bwana asifiwe sana. Atuone wengine ni kama wako wasafi sana. Ni kama huwezi fika hapo wako. Wewe uko na Mungu anayeweza kukusaidia. Si amekuacha ukiwa hai. Si anakutaka zaidi. Huyo Mungu anaweza kukushika mkono na kusukume ndani ya mbele. Bwana asifiwe sana. Amina. So wewe hali yako isikusukume. Bwana asifiwe sana. Amen. Wewe uko na Mungu anayeweza kukusukuma mbele. Bwana asifiwe sana. Amen. Mimi nataka uende mbele ya Mungu. Waambie Mungu asaidie moyo wake kumtumainia. Usijifananishe siku hata moja. Waambie Mungu mimi naja mbele yako kwa sababu natambua kwamba yote yawezekana ndani yako. Na mimi kama vile ulinileta ulimwenguni, ulinileta na kusudi. Na hii kusudi itafanyika ndani ya maisha yangu. Ndiposa heshima na utukufu zikurudie. Oh my God. Ndiposa watu wajue uko na Mungu ambaye utenda yote ambayo wanadamu waaminia. Oh my God. Just enda mbele ya Mungu. Nataka kukufunza jambo moja. Uendeze mbele ya Mungu ukiwa vile huko. Usiulize hii maombi inaanzia wapi. Usijiulize hii sentence na naunganishaje. Ndiposa ikuwe mbele ya Mungu inaweza kuwa pleasant. Enda tu vile huko. Just the way you are. God, you know me. Oh my God. Nasema ni asante mwenye uwezo. Wewe ni Mungu uliniumba na ukaniweka ulimwenguni. Ukiwa na kusudi na maisha yangu. Na ukaniondoa kwa njia ya uharibifu. Ndiposa ukafanikisha maisha yangu. Oh my God. I come before you. The way I am before you. Baba ukanisaidie. Ukanishikilie katika imani yangu. Mahali nilikuwa nasikia kulegea. Na usisha nguvu zako. My God. Delegada waswa. Baba ukanishike mkono. Baba ukaniongoze kwa njia zako. Baba ukanisaidie katika hali ya kukutumainia Baba. Hali sisi niweke chini. Bali Baba ukanidhibitisha katika njia zako. My God, my Jehovah, I pray that you may help me, oh God. That you may help me, oh Jehovah. That you may hold my hand, oh God. Oh my God. Baba Mungu wangu, ni wewe tu tegemeo langu. Ni wewe tu naweza kimbilia. Mwanadamu kuna mahali anafika, anakuwa hata kikwazo kwangu. Lakini wewe Mungu muweza, unakuwa Mungu wa kunitia nguvu, kuniongoza katika njia zangu. My God, my Jehovah, I am before the throne of grace for your help, oh God. Bali Baba tunaunganisha mioyo yetu na wewe. Wewe uliye tajiri mkuu, ukatushikilie na ukatuwezeshe kuelewa njia za kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Oh my God.
kibali chako kiwe juu yetu Baba. Tutembeapo Baba ukatuangazie Baba Mungu, ukatufunze Mungu ishie milele jinsi ya kuandaa maisha yetu tukiwa ndani yako katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu mwema, tunapoendelea kukuamini wewe ni mwaminifu. Umeahidi ya kwamba utatuacha kama watoto yatima, bali utatushikilia hadi mwisho wa dahari. Tusaidie na utuangazie Baba, mali mioyo ilikuwa chini imevunjika, na inua wapendo wako Baba, ukawaushe, ukawaangazie Baba, ukawakatie kila Mungu ishie milele unganisho hofu katika jina la Yesu. Kila unganisho ya urafiki hofu na ikatanisha sasa katika jina la Yesu. My God, my Jehova, tukakupende zaidi. Mahali tunajiingiza kwa kujichafua Baba, tutakaze na utuondoe, tuweke katika njia zako. Pea mioyo yetu dhamira ya kusikia sauti yako. Amusha Roho wako ndani yetu, ndiposa tukajue njia za kufuata katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Revive us one more time, oh God. Oh my God, inua mkono wako Baba, tunanyenyekea kwako, ukatuunganishe na marafiki wa sawa, ukatusaidie kuwa na chaguo la sawa wakati mawimbi, wakati miteremko, wakati milima imekuwa mbele yetu, wakati vikwazo, wakati mambo hayaeleweki, ukawe kizingiti imara, ukatupea ufunuo wa kusonga hatua za mbele katika jina la Yesu Kristo. Twakomesha kila roho ya backsliding katika jina la Yesu. Tunatangaza Roho wa Mungu akanene uwisho na nguvu zake katika watu wako katika jina la Yesu Kristo. Yeyote anayekungojea kwa njia fulani, simwangazie na umtendee katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu mwema na hakuna mwingine aliye kama wewe. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Tunapoendelea na safari, kuwa nasi katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. May God bless you so much. I love you. Katika jina la Yesu Kristo. You are watching Power Wave Media, God above all.